na time hii bwana, moja kwa moja sisi tuingie kwenye mabano. Na leo kwenye mabano tupo na mrembo wa kuitwa Annie Drama. Tuko naye ndani ya Love Patrol. Jamani, popote pale ulipo, mpigie makofi mrembo Annie Drama kwa sababu ameitikia wito wa kuwa ndani ya Love Patrol katika usiku wa leo. So tumkaribishe kwa mara nyingineyo Annie Drama. Karibu sana ndani ya Love Patrol. Asante sana. Yes, tuna kiapo chetu. Unasema nakubali kuingia kwenye mabano leo kwenye Love Patrol. Nakubali kuingia kwenye mabano leo Love Patrol. Oh yes, tena. Nakubali kuingia kwenye mabano leo Love Patrol. Love Patrol. Oh yes, kwa mara ya mwisho. Tena. Yeah. Nakubali kuingia kwenye mabano. Nakubali kuingia kwenye mabano leo kwenye Love Patrol. Oh yes, tupo na Annie Drama ndani ya mabano na tayari aishaingia kwenye mabano. Annie Drama. Yes, nianze mimi au uanze wewe kuuliza swali? Anza wewe. Oye, unatumia dakika ngapi kumwandaa mpenzi wako? Mimi natumia dakika 5 tu. Dakika 5? Yes. Bwana chache jamani. Hizo. Kwa nini? Kwanza umetosha. Kwa nini dakika 5? Nakuwa namwandaa hivyo. Hizo dakika 5 zinatosha kumwandaa. Vitu gani unavizingatia kwenye kumwandaa? Ni process gani ambazo unazipitia kwenye kumwandaa? Mpaka hizo dakika 5 anakuwa tayari aishakuwa fresh na mambo mengine yanaendelea. Hivyo na Yes, yes. No, yani usiogope wala usiwe na wasiwasi. Ni Love Patrol. Ndio maana ikaitwa Love Patrol na ikawekwa usiku na ikaitwa mabano. So yani kuwa real kabisa. Kama mimi mpenzi wangu naanza kumwandaa kwa siku 5. Yeah. Sasa wewe wewe ukishanipa hatua zako ambazo wanazifuata na mimi nitakupa zangu ambazo wanazifuata. Yes, wewe so dakika 5, so siku 5. Yes, wewe kwa hizo dakika 5 unamwandaa kivipi? Unaanzia wapi na namweka vipi awe tayari? Hizo dakika 5 nazitumia kumwandaa hivyo. Namshika, tunashikana, tunabusiana, tunapeana denda, kila kitu. Kwa zinakuwa zinatosha kwa dakika 5. Yes. Yes, kwa hiyo na hakika hizo dakika 5 zinakuwa zinatosha kwa ajili ya kuhakikisha mpenzi wako amekuwa tayari, ameondoa mawazo nje, amekuwa tayari kwa ajili ya kinachoenda kutendeka. Ndio. Oh yes. Binafsi sishauri dakika 5, naona ni chache mno. Mimi kwangu ni nyingi sana. Zinatosha. Vipi sasa saikolojia yake? Saikolojia yake unakuwa ushaiandaa? Nakuwa ushaiandaa. Huwa unamwandaje kisaikolojia? Kisaikolojia unamwandaje bibi wako huyo? Unampigia simu kabla au? Nakuwa naye pembeni. Oh yeah. Okay, mimi binafsi kuanzia siku tunapoaidiana kwa labda Jumatatu tukutane, kwa naanza kumwandaa hiyo siku kwa saikolojia, kwa sababu hapa unakuwa huko mbali naye. Kama unatumia hizo siku 5, sio siku ngapi. Lakini ukiwa naye karibu never haipo hiyo. Kwa hiyo ni siku chache. Yeah. Ni dakika chache sana. Okay, mimi hata akiwa karibu naye naishi naye, nitakuwa najua bwana leo show. So inabidi ujiandae.
naanza kumwandaa kiakili kwa meseji hata nikiwa kazini. Tayari saikolojia yake ishapokea. Tukija pale kitandani, itafuatana na mood ilivyo siku hiyo. Maana hizi mechi zinategemeana na mood. Leo umejipanga, leo uko vizuri, leo unaweza ukapata muda wa kumwandaa. Siku kashindwa. Unajua mwanaume kwenye kuandaa anashindwa sababu hisia zake huwa ziko karibu sana sana. So anaweza kutumia dakika chache hata 2 tu, mwanaume hajali. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wanawakosa wanaume ambao wanawaandaa vizuri, sababu yeye mwanaume anakuwa na kimwemwe, tayari hisia zishapanda hivi. So unajikuta anamwandaa mpenzi wake kwa dakika chache kabisa. Mwisho wa siku ndio hivyo. Okay, vizuri sana. Nimependa wewe unamwandaa dakika 5. Huwa anafurahi. Anafurahi. Huwa anafurahi. Enjoy. Anakuandaa dakika ngapi? Si ndio hizo, yani tunashare hizo dakika. Yes. Swali lako kwangu ni lipi? Nipende kuuliza labda ukiwa na mpenzi wako ni vitu gani waga unapenda akufanyie hapo hapo ukiwa naye? Yani vitu gani waga unavipenda na akitoka waga unavimisi? Yes. Akiwa mbali nawe. Vitu ambavyo unavimisi kwa mpenzi wangu. Ni vingi, lakini miongoni mwa hivyo ni yeye kwanza. Nitamiss kwa sababu niko mbali naye, kwa sababu nampenda. Maana najua bila yeye sina faraja. So na miss faraja lake, ule uwepo wake. Kingine ambacho nakimisi sana mimi kwa mpenzi wangu ni ule utani ambao watu tunataniana. Tunapeana majina, mara mama Sokwe, mara baba Sokwe. So yale majina yananifanya ni miss baby wangu. So akiwa karibu yangu ninacheka, nitafurahi, hata nishauri. So hivyo. Na mchokocho pia naumisi sana. Vizuri. Na ninaumisi sana. Nimekujibu vizuri? Vizuri. Zamu yangu eti? Nakuuliza. Yes. Siku ya kwanza kukutana na bibi wako ilikuwa wapi? Siku ya kwanza unaanza mahusiano. Siku ya kwanza? Siku ya kwanza yenyewe, yani ile siku. Unaikumbuka vizuri? Yes, naikumbuka. Kipi ambacho akitoki akilini mwako ukikumbuka hiyo siku ya kwanza? Siku ya kwanza wakati nakutana na huyo mpenzi wangu. Yes, kwa mara ya kwanza. Ilikuwa kwenye basi, Kwenye basi. Kwa yani siti ambayo nilikuwa nimekaa. Yeye alikuwa amekaa hapo. Kwa tulikutana hapo hivyo, tukawa tunaongea njiani. Mwisho wa siku tukapeana namba. Okay. Kwa ilikuwa ni safari ya wapi? Tunatoka Mwanza. Nakuja Bukoba. Yes. Kwa baada ya kupeana namba, naye alikuwa anakuja Bukoba. Ni huko. Kwa mkao umepeana namba. Baada ya kumpa namba tukaendelea kuongea, tunawasiliana. Na hisi ilitupelekea kama miezi 2 kuja kuingia kwenye mahusiano. Tulianza kama marafiki, zeni tukaingia kwenye mahusiano. So hapo bado ulikuwa hujawahi kuguswa na mwanaume yote? Nilishawahi. Ulikuwa ushawahi? Sasa hiyo siku ya kwanza unaguswa, hiyo ndio nayohitaji. Ilikuwaje? Kwanza nilikuwa naogopa sana. Ulikuwa unaogopa? Pole sana.
Sema asante.